Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilwa, Rajabu Ngatanda, amethibitisha namna baraza la madiwani lilivyofanya kikao chake cha makisio ya bajeti ya halmashauri hiyo iliyojikita zaidi katika mahitaji ya binadamu, ambapo ameeleza kuwa bajeti hiyo imejikita zaidi katika kuboresha miundombinu ya shule, barabara, maji na kutatua zaidi changamoto zilizopo katika kada ya afya. Sawa, leo tulikuwa na baraza maalumu la makisio ya bajeti 26-27 ambayo ndo tunaiendea, na bahati nzuri mambo yetu yameenda vizuri kabisa. Bajeti yetu imesheheni kwenye maeneo yote, imegusa katika elimu, imegusa katika afya, imegusa katika masuala ya maji tumekwenda, lakini pia miundombinu ya barabara, vitu vyote katika mahitaji ya kibinadamu bajeti yetu imegusa. Kuna yale maeneo ambayo tumeyagusa kama halmashauri, lakini kuna wenzetu wa TARURA na wao wamewasilisha bajeti yao vizuri kabisa, ambayo ina matumaini makubwa ya miundombinu yetu ya barabara. Labda katika yale ambayo umeyapitisha, ni maeneo ni kwa namna gani ambavyo yataenda kugusa jamii? Yataenda kugusa jamii. Mfano, katika swala zima la elimu tumeenda kujikita zaidi katika maboresho ya baadhi ya shule zetu, lakini pia na vitu husika vya katika hizo shule. Ina maana tutavyoenda kuboresha, tafsiri yake ni kwamba tunapeleka huduma bora katika jamii, na hii itaenda kupelekea chachu sasa ya kujitoa zaidi kuanzia walimu na wanafunzi kwenda kupata ufaulu mzuri. Lakini pia katika afya na kwenye nako hivyo hivyo tumepeleka huduma, tunasogeza karibu, sababu tunafahamu juhudi za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye anafanya kazi kwa juhudi zote kuhakikisha Tanzania inasonga mbele. Sana sisi kama wasaidizi wake tumelenga kwenye hayo maeneo kuhakikisha jamii ikiyapokea vizuri. Tukipeleka hizo fursa kule, tunakwenda kutengeneza Kilwa moja yenye hali ambayo mwenyewe Mheshimiwa Rais anahitaji. Ndio, na kwako kama kiongozi, kwa maana mwenyekiti, unafikiri ni jitihada zipi ambazo utaenda kuzisimamia kuhakikisha wazo ile ambao umetoka nalo leo linaenda kutimia? Mimi pamoja na madiwani wenzangu, mimi kama mfano, kwa sababu ndo kiongozi mkuu wa madiwani, lakini pia madiwani wenzangu tumekubaliana kila mmoja kwenye eneo lake atahakikisha miradi inavyofika inatenda kwa usawa maalumu na kuhakikisha thamani ya fedha inaendana na ule mradi ulivyo. Simamizi utakuwa makini na bora kabisa ili kuhakikisha kile ambacho tulichokusudia kinaenda sawa na makusudio ya baraza letu la madiwani ili tija ipatikane katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kilwa. Kilwa tunategemea zaidi kwenye eneo la uvuvi, ambako leo mmegusia pia kwenye namna gani ambavyo mapato yanatarajiwa kukusanywa ili yakatekeleze kile ambacho mmedhamiria. Labda una neno lipi kwenye kuhakikisha makusanyo yanafanyika, hasa kwenye wasimamizi wa taasisi ya BMU na watu wengine ambao wamepewa jukumu la kusimamia ukusanyaji wa fedha hizi? Uzalendo unahitajika sana. Kwa mfano niseme tuna mkurugenzi bora sana ambaye anaumia na Kilwa, unaweza kusema yeye amezaliwa Kilwa. Na wakurugenzi wa aina hii wapo kila maeneo wazuri, kwa sababu serikali yetu iko vizuri na tuwekea watu wazuri, lakini mimi nazungumza nilie naye namuona ni mkurugenzi mmoja ambaye ndoto zake na umakini wake na usimamizi wake, basi na sisi madiwani tunavuka naye pamoja. Kwa hiyo katika swala zima mapato ndo kila kitu, mapato ya ndani ndo kila kitu. Kwa hiyo kule tunahimiza uzalendo kwenye maeneo yetu, BMU wawe wazalendo, lakini pia tunajaribu kutoa sana elimu mpaka wafanya biashara wenyewe kule wawe na uzalendo wa kuona kwamba unavyotorosha labda pengine, basi wewe mwenyewe unajipunguzia mapato ya halmashauri yako, mapato yako ya ndani, na hivyo unajikatili katika kutengeneza malengo yako ya baadaye, ikiwemo kwenye afya, elimu kama nilivyozungumza hapa, na vinginevyo vinahitaji fedha, mapato ya ndani. Kwa hiyo tunapeleka sana juhudi huko, na kwenye zile kata ambazo madiwani wake ndo tupo, pia tumezidi kupeana hiyo misisitizo kwenda kutoa elimu ili watu na BMU zetu wajue umuhimu wa kusimamia mapato yanayotokana na uvuvi. Nini nasaha zako kwa wananchi, hasa katika kuwaunga mkono kile ambacho umetoka kukifanya hivi leo? Nasaha zangu kwa wananchi, kwanza wawe na imani na baraza lao la madiwani, lakini pia wawe na imani na wataalamu wetu, kwa sababu tumepata bahati tuna wataalamu wazuri tu. Nikisema hivyo kwa sababu hata tulipokuwa kwenye kikao chetu cha budget, sisi madiwani wawakilishi wa wananchi tumeridhishwa sana na makisio, yani aina ya miradi jinsi ilivyowekwa na sisi ambavyo tumeshauri tumeenda pamoja.
kwa maana wawe na imani ya kuona kwamba tunachokusudia kinakwenda kutimia 26 na 27, lakini pia wasiache kutoa ushirikiano. Huko chini tuna walimu, huko chini tuna waganga wa vituo vya afya, tuna manesi huko, tuna watendaji wa vijiji. Wawape ushirikiano tu wananchi kwa kuamini kwamba hawa wamekuja kwa ajili ya kutufanyia kazi sisi. Wawape ushirikiano, upendo, ili jambo litimie, na hamasa kwa watumishi ipatikane kuona watu tunaojitoa kwa ajili yao wanatushukuru na wanatuona thamani yetu. Kwa upande wao, madiwani wanaowakilisha wananchi kutoka maeneo mbalimbali wameshukuru halmashauri ya wilaya ya Kilwa kwa kupitisha makisio ya bajeti hiyo kwa lengo la kwenda kutekeleza na kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi katika maeneo yao. Kimsingi tuna maeneo mengi, tuna maeneo tumepitisha kwenye mambo ya afya, mambo ya elimu, kilimo na kadhalika. Na hii bajeti imegawanyika katika makundi mawili. Tuna bajeti ya mapato ya ndani, lakini pia tuna bajeti ya serikali kuu. Sisi kama mapato ya ndani tunakusudia kukusanya na kutumia pesa bilioni 8 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Kuna utawala pamoja na maendeleo wastani wa bilioni kama 4 hivi, 4 na milioni 800 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ikiwemo 10% ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, na pesa nyingine kwa ajili ya miundombinu. Kwa hiyo pesa nyingi tumepeleka kwa ajili ya kwenda kurekebisha au kukarabati uchakavu wa madarasa. Kilwa, ikumbuke, ni halmashauri kongwe ndani ya au katika halmashauri ambazo zipo ndani ya nchi ni kongwe. Kwa hiyo shule nyingi unaweza kuzikuta zimeanza na 80, zimeanza na 70, zimeanza na 80 kuja 90. Kwa hiyo shule nyingi za halmashauri pamoja na serikali imejitahidi kwa uwezo mkubwa, na tunamshukuru Mheshimiwa Samia amefanya mabadiliko makubwa katika sekta hiyo, lakini kadri unavyohitaji kutumia ndivyo unavyohitaji mapato kwa ajili ya kufanya mambo mengine. Kila unachokiomba kipya, kesho lazima tukumbuke kinakuwa chakavu. Yapo baadhi ya majengo tumewekeza nguvu kubwa kwa ajili ya kwenda kufanya ukarabati ili yarejee katika hali ya kawaida, wananchi wetu waweze kutumia katika kiwango cha ubora, kwa sababu serikali inapenda kutoa huduma iliyokuwa bora. Katika eneo langu, kwa mfano kata ya Likawage, tumeweza kupokea mradi wa choo ambao utakwenda kujengwa, mradi ambao unabeba matundu 10 yenye gharama zaidi. Anza tena hiyo, tenganisha na simu. Italia tu. Katika kata yangu ya Likawage tumeweza kupokea mradi wa ujenzi wa vyoo ambao una thamani ya zaidi ya milioni 17 katika shule ya msingi Likawage. Na hii ni kutokana na mahitaji makubwa katika kata nyingine nyingi, kwa ufinyu wa bajeti umesababisha tupate kiasi hicho. Lakini kwanza tunaishukuru halmashauri kwa kuona umuhimu huo, lakini pia upo utaratibu wa kufanya ukarabati wa madarasa mawili katika shule ya msingi Likawage, lakini pia katika shule ya msingi ya Nainokwe. Hivyo hii moja kwa moja inaenda kugusa jamii hizo katika eneo la elimu. Kwa mfano ukarabati wa madarasa inaenda kusaidia watoto na pamoja na walimu kutengeneza mazingira mazuri ya kuweza kujisomea, lakini pia kuhakikisha watoto wanapata maeneo sahihi ya kujifunza na kuelewa zaidi kipindi ambacho wanakuwa wanafunzwa. Lakini pia kwenye masuala mengine katika maeneo mbalimbali tumeweza kuona ipo miradi ya ukarabati wa madarasa vile vile, lakini pia yapo mambo ya ujenzi wa madarasa achana na ukarabati, lakini pia zahanati na vitu mbalimbali. Lakini kimsingi vyote vinakuja kuleta maendeleo na katika kuhudumia jamii zetu hizi ambazo zinatuzunguka katika kata zetu mbalimbali za wilaya ya Kilwa. Na nipende kuishukuru sana halmashauri kwa kuona umuhimu mkubwa wa kupeleka miradi kama hiyo katika maeneo yote ambayo yanatuzunguka katika wilaya yetu ya Kilwa. Inaenda kuleta chachu ya kuhakikisha wananchi wetu wanapata afya nzuri kupitia vituo zahanati, labda vituo vya afya, lakini pia elimu nzuri kupitia ukarabati wa madarasa na ujenzi wa madarasa na vyoo na mambo mengine mbalimbali ambayo yanahusu katika swala la elimu. Lakini pia barabara, tumeweza kuona katika kata yetu pia tumeweza kupata kilomita zaidi ya 20 kutoka
na Njirinji kuja Likawage, ambayo itakwenda kuchongwa na kukarabatiwa ili kuhakikisha tunaweza kupita kutoka Likawage kwenda na Njirinji, ambapo kwa sasa imekuwa changamoto kwa sababu barabara hiyo imekuwa muda mrefu haijafanywa ukarabati na haijaweza kutengenezwa, kwa hiyo imesababisha kutopitika kwa wakati wote.